Tumefadhaika mioyo hizi siku. Hali ya maisha imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya ukosefu imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya kukosa kazi imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya kukosa chakula inatuma watu wamefadhaika mioyo. Hali ya kukosa vifaa mbalimbali ya kusaidia mwili imetuma watu wamefadhaika mioyo, na kunafikia lengo ya wamoja kuacha hata njia ya kweli na uzima wa milele. Wamemwacha Kristo. Kisha naye yawe shida, yawe matakizo, azae asipozaa. Kuna watu wamesema hivyo, azae asipozaa, kenye kitanitanganisha naye kifo tu, ama siku Yesu atarudi. Lakini tunakuwa nakuta siku za leo watu ambao walivalishana pete hivyo, na wanaingia tena hali ya kusema nini? Wameachana. Juu ya nini? Mume amekosa kazi. Juu ya nini? Mke azae. Hiyo jaribu inaweza fika kwa mtu na anakiri kusema kama mimi huyu mume nimeachana naye, mimi huyu mke nimeachana naye. Lakini Yesu amesema msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi. Hata mkipita katika shida, hata mkipita katika matakizo, haiwezi kunutenganisha. Ndio hivi tulikiri mbele ya wachungaji. Hatuwezi kutengana. Tutavumiliana. Tutashikana mkono mpaka siku Yesu atarudi kuchukua kanisa. Lakini shida yake siku atarudi anikute niko mwenye kuambia watu kweli. Leo tunaweza kuleta mahubiri ya uongo, mahubiri ya kuiba watu, mahubiri ya kunyang'anya watu, mahubiri ya kupotosha watu njia za Bwana. Sasa kama Yesu anarudi, utafurahi hawa watu wende jehanamu ama wende mbinguni? Tunasema jambo tukiwasalimu tena kwa asubuhi njema kama hii. Tunawasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki watufuatiliapo, watuombeapo kwa ajili ya kazi. Mungu aendelee kuwabariki na kuongoza. Ninaitwa Pasteur Dismas. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa Pentecote de Réveil Philadelphia. Asubuhi njema, Mungu ametujalia tena hiyo neema ya kuwafikishia ujumbe wake. Na ni vizuri kusaidiana kwa kazi ya Mungu. Ujumbe kama ukakufikia, na unaweza ifikisha kwa mwingine, na mwingine anaifikisha kwa mwingine, na nuko tunatangaza injili ya Kristo inatembea katika ulimwengu zima. Si kazi yetu sisi wenyewe tu, na nyinyi mna hiyo shauku ya kutusaidia. Na kwa kutusaidia kwenu Mungu atawabariki, hata waachilia kwa njia mbalimbali. Basi tutaanza hapo. Wakati nilikuwa kijana kanisani, nilikuwa napenda kusikiliza nyimbo za wokovu. Na hizi nyimbo za wokovu zilikuwa natupatia tena neema ya kuingia katika kiroho. Na wakati tulikuwa vijana, tulikuwa natafuta sana nguvu ya kiroho. Lakini naona siku za leo, naona kanisa Pentecote haitafute tena, haishururike tena kwa ajili ya kupata nguvu za kiroho. Na maagizo la neno, hatustahili kuzoea neno la Mungu. Kama tunasikia kama Yesu alienda na nasema kama atarudi kutuchukua, siku parapanda italia, haiko akili ndio itatubeba mbinguni. Hiyo siku haiko nguvu za mtu ndio zitambeba mbinguni. Wataalamu wanatuambia nini? Wakati parapanda italia, itakapolia, wale watakutaniwa wamejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ya kwanza ndio watasikia sauti ya parapanda. La pili, ile nguvu ya Roho Mtakatifu iko ndani yao, ndio itawanyanyua kuwaondoa katika udongo hii tuko ndani na kutufikisha hewani tukutane na Bwana Yesu Kristo hapo. Yesu hata kuja ashuke tena chini ya udongo hapa. Hapana, atakuja na malaika amesimama angani, na hapo ndio parapanda talia. Na wenye wa Kristo waaminifu wote wenye kujaza nguvu ya Roho Mtakatifu watamkutana hapo hewani. Kwa hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu na sauti ya parapanda itakuwa kama vile simaku inatukogota tupate kumkutana hewani. Sasa Mungu akusaidie tupate kuingia katika nguvu ya kutafuta Roho Mtakatifu. Acha tuimbe hii nyimbo kidogo hapo. Sijui nina miaka mingi niliimba na tunaenda tunasahau lugha. Iko hapa katika kitabu cha wokovu, nyimbo ya 22. Inasema nini? Yesu Kristu Bwana wangu, una amri na uwezo za kuziondoa dhambi, natakasa roho yangu, nitole masama
niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu, nitole masama, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitoe kwako juu. Mbele nilikuwa mwovu, nilikukataa Yesu, kwa hakika sikujua wewe na upendo wako, nitole masama, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitoe kwako juu. Bwana Yesu usamehe zambi nilizozifanya, sitike majaribu, nguvu yako inilinde, nitole masama, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Tangu sasa wewe Yesu, Mwokozi na rafiki, nimetengwa na shetani, niwe wako siku zote, nitole masama, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu, nitole masama, niokoe na jaribu, unilinde hata mwisho, unitwae kwako juu. Mungu awabariki na Mungu awasaidie. Haya ni nyimbo nasema tulikuwa tungali watoto wadogo na wazazi walikwenda wakituimbia hizi nyimbo kanisani. Na wakati wanatuimbia hizi nyimbo kanisani yalikuwa metufariji. Inatupa kama ilikuwa kama vile injili nayo katika maisha yetu ya kiroho, inakuonesha kama hakuna mwingine anaweza kukusamehe dhambi zako isipokuwa Bwana wetu Yesu Kristo. Haya. Sasa kwa siku za leo unakuta tulisha sahau sana kuingia kiroho, hapo ndio ninasema hivyo. Lakini Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Kama tunaitwa tuko kanisa Pentekote, kanisa Pentekote, tunda ya kwanza inapasha kuonekana katika kanisa ya Pentekote ni kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa kweli kanisa Pentekote ilianza hapo siku ya Pentekote. Siku mitume walijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndio hiyo jina ilianza hapo. Sasa na sisi tuko wafuasi wa kanisa Pentekote. Tutabaki muda mrefu hapo. Tutazungumza neno fupi kwa leo. Iko katika kitabu cha Yohani sura yake ya 14 na mstari wa 1 mpaka wa 3. Neno la kichwa cha neno kinasema nini? Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima wa milele. Ninawahi kusikia wandugu wametoka Tanzania, anakuwa na ulizo mmoja wanapenda kuuliza wenzao, umeokoka? Mwingine anasema ndio nimeokoka. Umeokoka? Ndio nimeokoka. Lakini sasa mtu mwenye ameokoka amepasha kuwa na matunda ya wokovu ndani yake. Mtu mwenye ameokoka kumepasha kuwa mabadiliko, ametoka katika dhambi na kuingia katika kitunda la wokovu. Ameacha dhambi na kuwa mwaminifu mbele ya Mungu. Ameacha dhambi na kuwa mtakatifu mbele ya Mungu.
Hapa neno la tuambia kama Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Hakuna lingine njia litatubeba katika ufalme wa mbingu isipokuwa Kristo. Na mbele ya kuokoka kwetu, tunda la kwanza imekuwa kukuuliza kama umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi? Ndiyo. Na wakati umemwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, wamekufuatisha tunda la kutubu dhambi. Mimi nilikuwa mwizi, mimi nilikuwa muuaji, njoo kanisa wakati wetu tulikuwa naona hivi zamani. Kini siku sijue mabadiliko yanakuwa ingine. Na wakati umetubu hizo dhambi zako, kusema kama umemwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wako, ni kusema kama hizo dhambi zote umeziacha, utazirudilia tena. Na wanakupita katika shule ya kufundishwa ubatizo. Una wakati tulikuwa nafanya miaka 3 tunasoma ubatizo. Na wenyewe wameshindwa siku ya kuwauliza, watarudi tena nyuma ingine miaka 3. Na wenyewe wameshindwa, wanaenda sasa kuwabatiza. Na wanakufundisha Kristo ya kwamba sasa tangu leo hauko tena wa kufanya dhambi tena. Maisha yako umetia katika mikono ya Kristo. Na kwa kwenda kubatizwa tumefundishwa nini? Ubatizo. Maji mengi tunaingia ndani. Ni ubatizo wa kusamelewa dhambi. Wanakuonesha nini? Kama tumekutia katika maji, ni kusema nimekubali kufa na Yesu na kufufuka na Yesu Kristo. Hapo umefanya agizo na Bwana Yesu Kristo. Kufa na Bwana na kufufuka nawe. Hata shida ikije, hata matakizo ikije, kwa kuwa nimeamini kama Yesu Kristo ndiye njia ya uzima na milele. Sasa nitafuata hii njia kwa kuwa Yesu ndiye njia. Aniongoze kwa hii njia ya uzima na milele. Kufikia lengo yangu nitafika mbingu. Sasa hakuna ingine njia tunaweza kuona yenye itatuongoza kwa kweli na haki kwa kutufikisha mbinguni. Yesu, wakati tumefuatilia maagizo yake, wakati tumefuatilia mafundisho yake na kuitia katika shauku njema, na hiyo tunaacha dhambi, hiyo itatuma tuingie katika ufalme wa mbingu. Sasa tutasoma neno, tunasema iko Yohana sura ya 14 mstari wa 1 mpaka wa 3. Anatuambia nini? Msifadhaike mioyoni mwenu. Muamini Mungu na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo singeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja nikawakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Mungu asifiwe. Hayo ndio neno tunaenda kuzungumuza, kwa kuwa Yesu ndiye njia. Tunasema Yesu ni njia ya kweli na uzima wa milele. Msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi. Yesu anatuambia neno hilo. Msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi. Sasa siku ya leo kuna kuwa shida nyingi kati ya dunia. Mafadhaiko iko mengi kati ya mioyo yetu. Lakini Yesu anasema msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi. Kwa kuamini Mungu ndani yetu, tukiamini na Yesu Kristo pia vile vile, tutashinda majaribu ya. Tumefadhaika mioyo hizi siku. Hali ya maisha imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya ukosefu imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya kukosa kazi imetuma tumefadhaika mioyo. Hali ya kukosa chakula inatuma watu wamefadhaika mioyo. Hali ya kukosa vifaa mbalimbali ya kusaidia mwili imetuma watu wamefadhaika mioyo. Na kunafikia lengo ya wamoja kuacha hata njia ya kweli na uzima wa milele. Wamemwacha Kristo. Lakini hapo tulitoka, hakuna amani. Amani yetu iko kwa Yesu Kristo. Hata shida zikija, hata matakizo ikija, watu wa Mungu, msimame imara tu, muamini Mungu na muniamini na mimi. Yesu amesema hivi, shida zikija, watu wengi wanawaza kama wakati nimeokoka hakuna tena shida. Hapana, tumekutana na shida. Adui shetani anatufuatilia, adui shetani anatupiganisha, lakini kinye kitakuwa kia lazima kwetu ni kuamini Mungu pamoja na Yesu Kristo. Ukisimama imara, ukijilinda na dhambi, ukiomba, ukifanya kazi ya Mungu kwa bidii, tutashindwa shetani.
Yesu Kristo ndiye Bwana wetu. Yesu Kristo ndiye mwaminifu kwetu. Yesu Kristo ndiye ametupatia nguvu. Yesu Kristo ndiye anatushindia majaribu. Yesu Kristo huyu ndiye jibu ya shida zote tunakutana nazo hapa chini ya jua. Hakuna mwingine mfalme ambaye anaweza iko hapa chini ya jua, kazi yake ni kutujibu kwa shida tumekutana nayo chini ya jua. Yawe wafalme, yawe watajiri, yawe wakosefu, yawe watu wasiosoma, sisi wote tumepita katika majaribu ya dunia. Lakini Yesu amesema musifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu nami muniamini. Sasa sijue siku za leo kitu kimetuma ufadhaike mioyo. Nimeona madivorce yanakuwa mengi kwa watu ambao walioana, walifanya ahadi mbele ya Mungu, wamependana. Kwa kuishi kwa mke na mume yametoka katika tunda la upendo. Nimekupenda, na mwingine amesema na mimi nimekupenda. Sasa ninastahili uwe mama wa watoto wangu, ati na mimi nastahili uwe baba wa watoto wangu. Wanakusudia, wanajengea kwa tendo la upendo. Na wanafika siku ya kufanya ndoa, wanaenda kanisani. Wanatia ahadi hapo mbele ya Mungu, agano mbele ya Mungu. Nimempenda fulani awe mume wangu, sitamwachilia hata katika shida, hata katika matakizo. Kenye kitatutanduka itatuachanisha ni kifo ama kurudi kwa Yesu Kristo. Hiyo neno ndio tuko tunachunga hapa chini ya jua, kurudi kwa Yesu Kristo. Mtu dada anakiri hivi, na kijana amesimama naye vile vile, wanatia maagizo mbele ya Mungu. Nimempenda dada fulani awe mke wangu, na hakuna kitu kitanitenganisha naye, yawe shida, yawe matakizo. Azae asipozaa, kuna watu wamesema hivyo, azae asipozaa, kenye kitanitanganisha naye kifo tu, ama siku Yesu atarudi. Lakini tunakuwa nakuta siku za leo watu ambao walivalishana pete hivyo, na wanaingia tena hali ya kusema nini, wameachana. Juu ya nini? Mume amekosa kazi. Juu ya nini? Mke azae. Hiyo jaribu inaweza fika kwa mtu na anakiri kusema kama mimi huyu mume nimeachana naye, mimi huyu mke nimeachana naye. Lakini Yesu amesema musifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi. Hata mkipita katika shida, hata mkipita katika matakizo, haiwezi kunutenganisha. Ndio hivi tulikiri mbele ya wachungaji. Hatuwezi kutengana, tutavumiliana, tutashikana mkono mpaka siku Yesu atarudi kuchukua kanisa. Lakini shida za dunia, mpepeo ambayo watu iko narudi dunia kukutana nazo duniani, inashindwa kutupatia mioyo ya kuvumiliana. Si kuna mtu ambaye anajitakia kwa katika maisha mabaya. Wakati imefikia ndugu yako, haifai wewe kumkataa, haifai wewe kumtupia majiwe, yafaa wewe kumuhimizi tena katika safari ya mbingu. Kwa kuwa neno la Mungu linasema tuimizane katika safari ya kwenda mbingu. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Wakristo, divorce si vizuri. Tujenge katika hali ya upendo, tujenge katika hali ya kuvumiliana. Watu wa Mungu, hiyo tendo msiitike, wamoja wameitika kanisani. Ni vizuri kuachana, lakini neno la Mungu haituambie hivyo. Sasa tutaingia kwa hiyo neno, hatukutayarisha matayarisho ya hiyo. Nasema msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu na mimi. Yesu amesema hivyo. Na mimi nasema kama kuna vitu vingi vimetuma watakatifu wamefadhaika mioyo, lakini haistahili tuipatie na njia. Tuwe wavumilivu mbele ya Mungu. Tuombe Mungu atupe nguvu ya kushinda majaribu. Kwa kuwa tumefika siku za mwisho, dalili za kurudi kwa Yesu zimeonekana. Matendo mabaya, Bwana Yesu alisema siku za mwisho zitafanyika. Upendo wa wengi utapoa. Uaminifu kwa watu itapoa. Mabaya ndio itaonekana kwa watu. Tawatafuta hako matunda ya Kikristo tutaikosa. Sasa uwe macho na mimi niwe macho. Muamini Mungu na mimi muniamini. Yesu ametuambia neno hili. Amesema tena mstari wa 2. Nyumbani mwa Baba yangu nina makao mengi. Nyumbani mwa Baba yangu, Yesu yuko anatuambia hivyo. Nyumbani mwa Baba yangu nina makao mengi. Kama sivyo, singeliwaambia ninaenda kuandalia mahali.
Nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi, kama sivyo singeliwaambia kama naenda kuandalia mahali. Kwa kuwa wakati alipoenda alisema ninaenda, lakini naenda kunutayarishia makao na nitarudi tena kwa kuwachukua. Wandugu, hata hiyo mafadhaiko, shida zimekuya, hata mipepeo inakuya, tuendelee kuamini Mungu, tujue kama Yesu alienda kututayarishia makao, na wakati atakaporudi atakuja kutuchukua. Sasa inabidi tuchukuliane mzigo, inabidi tuvumiliane katika safari ya kwenda mbingu. Kazi ya Mungu tusiizaraulishe, kazi ya Mungu tusiitukanishe. Watumishi wa Mungu, hakuna atakaye tulipa hapa chini ya jua. Hatuna ingine mataji tunatafuta hapa chini ya jua. Taji kubwa ni kwa kusema tufanye kazi ya Mungu vizuri, siku Yesu atakapo turudi na sisi tupate kuvoni kumlaki mawinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivyo mstari wa 3, basi mimi nikienda kuandalia mahali, ili nilipo mimi nanyi muepo. Mimi naenda kunutayarishia mahali mimi nitaishi, na njie na ninyi mtakuwa hapo. Sasa hata tumepita katika shida kwa dunia, nasema musifadhaike mioyo, muamini Mungu na mimi muniamini. Mahali mimi nitaishi na njie nyinyi mutaishi. Yesu hakuandaliwa kuishi hapa chini ya jua. Tumegombania hii dunia, tumetamani hii dunia, lakini yeye mwenyewe alisema kama dunia si yenu, kwenu ni mbinguni, hapo naenda kuwatayarishia, na mimi nitarudi kuja kufanya nini? Kuwachukua. Sasa nini natuma hizi siku umefadhaika mioyo kwa kazi ya Mungu zaidi? Na hizi siku ni siku yetu ya kutia tena nguvu kwa kazi ya Mungu. Hizi siku yetu ni siku ya kuamuka tena kwa kazi ya Mungu. Hizi siku yetu ni kupiga vita kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hizi siku ni kuwapigana na adui shetani kwa ajili ya kazi ya Mungu. Tuwe waaminifu mbele ya Bwana. Tuombe kwa bidii wa ndugu, na tutashindwa jaribu. Msifadhaike mioyo yenu, muamini Mungu na mimi muniamini. Kwa kuwa hapo kuna ushindi kati ya kuamini Mungu na Yesu Kristo. Ndiye masuja ambaye tunatumainia hapa chini ya jua. Ndiye ushindi wetu umetoka kwa kuamini Mungu. Dunia inatudanganya, dunia inatudanganya. Kwa kuwa hapa sio kwetu, tuko wasafiri katika chini ya jua. Sasa usifadhaike mioyo, usitamani vitu vya wengine, usitamani maisha ya wengine. Wewe tamani kama siku moja Mungu nisaidie na mimi niingie katika ufalme wa mbingu. Shinda shetani, omba Mungu akupe nguvu ya kushinda jaribu. Uendelee kuwa suja kwa kuamini Mungu, uendelee kuwa suja upendeze Mungu, uendelee kuwa mwaminifu mbele ya Mungu, uendelee kupenda kazi ya Mungu, uendelee kusimama imara kwa kazi ya Mungu, na hapo ndiye tumetoa ushindi. Sasa siku za leo atupende tena kuomba, maombi ya kufunga na kuomba ilikuwa imesaidia kanisa, ilikuwa inatuma tumejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, na wakati shetani anatupiga mishale yake tunasimama imara, na wakati mpepeo inakuja inatuma tusimame imara tupate kushinda hayo majaribu. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe. Yesu amesema hiyo neno, muamini Mungu, msifadhaike mioyoni mwenu, muamini Mungu na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo singeliwaambia kama ninaenda kuandalia mahali nitaishi mimi, na ninyi hapo ndio mtaishi. Alienda kututayarishia. Hata hivyo hatuko pamoja naye, tunapita katika shida, tunapita katika matakizo, tunapasha kuwa wavumilivu. Tujue kama siku atarudi anikute niko tajari, siku atarudi anikute niko macho, siku atarudi anikute niko mwaminifu, siku atarudi anikute niko mwenye furaha katika kazi yake, siku atarudi anikute niko mwenye kuambia watu kweli. Leo tunaweza kuleta mahubiri ya uongo, mahubiri ya kuiba watu, mahubiri ya kunyang'anya watu, mahubiri ya kupotosha watu njia za Bwana. Sasa kama Yesu anarudi, utafurahi hawa watu wende jehanamu ama wende mbinguni? Kuna watu walialikwa kazi yao ni kushauria wengine watengeneze maisha ya kiroho, wajue kama siku moja Yesu atarudi kuchukua kanisa. Lakini wamoja ndio wanawaangusha tena wengine. Wengine ndio wanarudisha wengine nyuma. Sasa tutatanga raporo gani wakati Yesu atakaporudi? Acha turudie kwa neno. Tusome Mathayo na tumalizie hapo.
kwa ajili ya mchana wa leo. Hapo Mathayo 24 mstari wa 9 tuweza fika kwa 13. Neno linasema nini hapo? Kichwa cha neno: Yesu kuwaambia kuharibiwa kwa Yerusalemu na kurudi kwake. Yesu alikuwa anaikaa na mitume pamoja, akawaambia gisi kwa kurudi kwake, ataenda lakini atarudi, na akawaambia juu ya mji wa Yerusalemu. Hata leo mnaiona iko hivi, lakini huyu mji utaharibiwa. Akatayarisha mitume hivyo. Sasa mstari wa 9 nasema nini? Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa. Mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa kufuatao: ndipo wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Wengi manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, lakini wenye kuvumilia mwisho ndio watakaokoka. Mungu atusaidie hapo kwa ajili ya neno lake. Yesu tunasema amekaa pamoja na mitume, alikuwa mshauri mzuri. Yesu Kristo alikuwa akiongoza watu, kuwaonesha watu kweli na haki. Hakukuwa na waficha watu vile vitakuja hapo mbele. Hakukuwa na waficha watu mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yao. Alikuwa anawaonesha ukweli na haki. Mungu amependa hiki na Mungu apende hiki. Mungu anataka hivi na Mungu hataki hivi, na mbele yenu kutakuwa hivi. Ameikala pamoja na mitume, iko na waurufu kuwaonesha, kuwaambia gisi atarudi na gisi Yerusalema itabomolewa. Wakati huo watawasaliti nyinyi mpate ziki. Anawaambia hata leo mumeona Yerusalemu ingalivu. La, katika hii kazi ya Mungu mnaenda fanya, katika hii kazi ya Mungu muliingia ndani, kuna wakati Yerusalemu itabomolewa. Kuna wakati watawasaliti nyinyi, watawasaliti. Lakini hiyo wakati haifai kwa msifadhaike mioyo yenu. Muendelee kuamini Mungu na mimi muniamini. Bwana Yesu atusaidie. Wakati hiyo watawasaliti nyinyi mpate ziki, nao watawaua. Shida ziko mbele yetu, tusiogope. Watawasaliti mpate ziki, watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Watawasaliti, watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa kwa ajili ya jina langu. Lakini pale umekisikia neno au umekisoma neno, unashika Kristo wako vizuri. Kwa kuwa kunaweza wakati, utakuwa wakati ambaye tutaingia katika shida ya kutusaliti na kutuua, na hakuna nyingine kosa tutaifia, ni kwa ajili ya jina la Yesu Kristo Bwana ambaye tuliamini. Sasa hiyo wakati kama una nguvu, hiyo wakati kama una maombi, hiyo wakati kama ukukuwa mwaminifu, hiyo wakati utasimama namna gani kwa hiyo wakati? Utumishi wako utakuwa namna gani kwa hiyo wakati? Msiwaze kama Kikristo ni raha tu, na wetu wengine wanaita leo inakuwa business, kazi ya Mungu. Hapana, hiyo ni jina mbovu watu walitia katika kazi ya Mungu. Mungu hakutuachia kazi yake kama vile business. Alituachia tendo nzuri, muende muhubiri habari njema ulimwenguni pote, na watakapoamini muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na muwafundishe wapate kuwa watumishi wa Mungu, watumike kazi ya Mungu, na siku moja Mungu atarudia kuya kuwachukua. Haiko business. Watu walileta hiyo neno kabisa, wairudishe mahali walitia, na watu wamefanya hiyo tunda, inaonekana wengine wameona kama ni business. Sio hivyo. Mungu aweze kufurahikia kwa hiyo neno. Takaswa maisha yako, takaswa kazi ya Bwana, takaswa kazi ya Mungu, uyatumike kwa kweli na haki, na Mungu atakusaidia. Vya dunia vitapita wa ndugu,
Hivi tunapenda chini ya dunia, tutaviacha. Vizuri vyote tutaviacha. Waliotumikia Bwana tutaenda kurizi ufalme wa milele. Mahali hakutakuwa njaa, mahali hakutakuwa magonjwa, mahali hakutakuwa kifo, mahali hakutakuwa machozi tena. Tutadumu milele. Tuichangie pamoja na Yesu Kristo. Tuimbe hosana pamoja na yeye. Kwa nini uko ndani ya kazi ya Mungu? Umeifanya kwa uvuguvugu, umeifanya kazi ya Mungu kwa ujanja wako. Sio hivyo ndugu. Turudilie tena. Mstari ufuatao unasema nini? Ndipo wengi watakapojikwaa. Kwa hiyo wakati wengi watakapojikwaa na watasalitiana na kuchukiana. Hiyo wakati kama uko mwaminifu utajikwaa. Na hiyo wakati utasalitia mwenzako. Na hiyo wakati utachukia mwenzako. Na sisi kwa sheria ya neno la Mungu, kwa kazi ya Mungu, hatustahili kusalitiana, hatustahili kuchukiana. Kazi yetu ni kuhimizana, kazi yetu ni kuongozana. Mungu wasaidie watu wa Mungu, mufanye kazi ya Mungu kwa vema na haki. Wa vijana, mufanye kazi ya Mungu kwa kweli na haki. Mkingaliki na nguvu ya ujana, tumika vizuri. Kwa uzee wako, Mungu atakumbuka hiyo kazi umefanya na utakuwa na mibaraka mbele ya Mungu. Mstari ufuatao wa 11. Na manabii wengi wa uongo watatokea, watadanganya wengi. Yesu anatuambia hivi, dalili ziko hapo mbele ya yeye kurudi. Manabii wengi watatokea, na mipango yao manabii wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Mipango yao hawatakuwa watu wa kutuhimizi katika safari ya kwenda mbingu. Mipango yao hawatakuwa watu wa kutafuta tufanye kazi ya Mungu vema. Watakuwa washawishi wabaya, kututamani, kutupoteza. Sasa uwe macho, amini Mungu. Yesu amesema hivi, usifadhaike mioyo, amini Mungu. Watu wamelialia, mbona majaribu? Mungu kuja unichukue, Mungu niondoe kwa hii dunia. Hautamuona. Wakati wako bado haujaenea, haujafika, hawezi kukutoa. Yesu hajarudi ndio atakuja kuchukua kanisa. Mungu angali anataka utumike kazi. Sasa utumika kazi ya kweli na haki kwa Mungu. Ujilinde na manabii wa uongo. Watatokea. Na tutakuwa nao makanisani. Nao wataitwa watumishi wa Mungu. Nao watavaa kama vile watumishi wa Mungu wamevaa. Watatembea na mabiblia mikononi. Lakini tuwe macho. Hikyo kitu kimoja Yesu alisema, mutawatambua kwa matendo yao. Mungu atusaidie. Sijue kanisa la Bwana kama mko mnanisikia kwa hiyo neno la Mungu. Ni shauri hiyo. Neno la baraka liko, lakini ni neno la shauri. Msifadhaike mioyo yenu wakati mnakutana na shida na matatizo. Muamini Mungu na mimi muniamini. Mstari wa 12. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi chini ya dunia, upendo wa wengi utapoa. Yesu amesema hivi, kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi chini ya dunia, upendo wa wengi utapoa. Na mbele ya yeye kwenda alisema nini? Mpendane kama vile nilivyowapenda. Kanisa tuko watu wa kukatalana. Kanisa tuko watu wa kuishi kwa ufitina. Tendo kubwa Yesu alituachia, amri kubwa, mpendane kama vile nilivyowapenda. Watu wiko wamefanya divorce. Hapana, haikubaliwe kwa neno la Mungu. Mpendane kama vile Kristo alivyotupenda. Wachungaji, tupendane kama vile Yesu alivyotupenda. Waimbaji, mpendane kama vile Yesu alivyowapenda. Tuombe Mungu atupe nguvu, tuimizane, tuombeane, atupe nguvu kwa hii